Nilikwambia nini kumwamini Kipombogo wewe? Nilikwambia nini nakuuliza? Hapana kaka. Ila kumbuka kaka, mimi ni binadamu. Anayepaswa kuhukumu ni Mungu peke yake, sio mimi. Afu isitoshe mume wangu nilikuwa namwangalia na hali kama ile mbaya. Sikujua kama yote angetokea. Na ningejua nisingemsamehe. Tondokeni. Tondoke. Nisikilize. Mzee alisema kama litatokea tatizo kama hili, tugeuze viatu. Na huyo asiokuwa na viatu tumshike. Twendeni. Mna bahati sana. Hii vita haiishi mpaka iishe. Nitajena. Naam Dr. Koda. Vipimo vinaonyesha kweli mtoto wa dada yako ni mjamzito na ujauzito wake ni kweli una wiki 3. Binti, wewe mnatulia. Mkihangaika hivyo mnakuwa mnawapa shida wazazi wenu. Dokta. Na Karisma. Hebu naomba nisubirie nje nakuja. Dokta, tumethibitisha kwamba ni mjamzito, lakini mimi ninatamani sana huyu binti aweze kutoa ujauzito. Inavyoonekana ana dalili zote za kuhitaji kutoa ujauzito. Ukisema anaonyesha dalili zote, unakusudia nini? Namaanisha kwamba inaonekana hahitaji kutoa. Sasa mimi natamani ule ujauzito uweze kutoka ili kuweza kumlinda yeye kuendelea na masomo, lakini pia kuweza kuitunza heshima ya familia. Nitajeda. Changamoto iliyopo, hawezi kutoa ujauzito pasi na mhusika kujua hilo swala. Kwa hiyo ili tutoe ujauzito huu, lazima mhusika ahusishwe na kubali. Bila kuridhia yeye hakuna cha kufanyika hapo. Dokta, hakuna namna yote ambayo tunaweza tukafanya mradi tu kuweza kutoa ujauzito. Nitajeda, unakumbuka kilichotokea mara ya kwanza? Yale ni madhara ya kutokumshirikisha mhusika. Bila kumshirikisha mhusika kuna madhara mengi yanaweza kutokea. So fanya kila liwezekanalo mhusika umhusishe katika hili. Basi sawa, mimi naomba nikazungumze naye alafu. Sawa. Sasa hamna shida. Anakuja. Shida gani? Utaendelea kudanganya mpaka lini? Karisma, unamaanisha nini? Sio namaanisha nini? Haiwezekani mimi nimwambie daktari ni mtoto wa dada yako. Sajeda, utaendelea na uongo mpaka lini? Mimi unaniita mtoto wa dada yako. Mimi ni mtoto wa dada yako. Karisma, unadhani mimi ningefanyaje? Mimi ningefanyaje? Kuna kitu solve. Jibu swali langu kwanza. Leo hii umenipa mimba tu unasema mimi ni mtoto wa dada yako. Huyo mtoto akija kuzaliwa utakuja kumkataa wewe? Taratibu basi. Sio taratibu. Unataka mtoto aje kuwa mtoto wa mtaani, si ndo maana yake? Afu kuna hospitali kuna wagonjwa. Yaani umenilaghai, umenitumia vile unavyojisikia wewe, umenipa ujauzito, alafu dakika ya mwisho unajiita mimi ni mtoto wa dada yako. Sasa nisikilize. Mimba hii sitoi. Nitalea. Na wewe ndio baba huyu mtoto. Nisikilize, hebu naomba tuende basi. Niache. Karisma. 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 Tunaamini kwamba kuna wakati utafika kila kitu kitakuwa mwisho na hakuna kitakachoendelea tena. Lakini Sahil, kwa kina hii ni watu wa dini sana. Kwa hiyo mambo mengi wanayafumbia macho, wanaamini ni Mungu kapanga, basi wanaakalia kimya. Lakini mimi naamini kama Ibtisam umeweza kufariki na sumu,
kuna mtu amemtilia sumu Ibtisam. Kwani tusiwezi kufuatilia hili jambo tuweze kujua nani anaweza kumtilia sumu? Umezungumza kitu kizuri sana Zanura. Ni kweli kabisa. Haiwezekani mtu kama Ibtisam afariki kwa sumu, halafu aliyehusika awepo tu asichukuliwe hatua yoyote. Kwa sababu mara ya mwisho mimi na Ibtisam tulikunywa juice pamoja kabisa, tulikuwa na furaha na tabasamu. Ile juice ikabaki, akaihifadhi kwenye begi lake. Tukatoka nje. Tuliporudi tu kwa ajili ya kipindi, alipokunywa tena ndipo ilipoanza kumletea shida. Kwa namna yoyote ile, aliyehusika na kuweka sumu alitumia ule muda wa sisi kwenda nje. Ile nafasi ndio alitumia yeye. Ni vile tu kuna wakati mambo ni mengi yote na kuhitaji mtu mmoja, unashindwa kufuatilia baadhi ya vitu vingine vya msingi, lakini kiukweli kabisa haiwezekani jambo kama hili lipite bila kulifuatilia na kutambua mwisho wake na chanzo chake ni nini na nani amesababisha na kwa nini ameamua kufanya hivyo. Lakini hata hili pia ni la msingi. Ni kweli. Tutashughulikia Zanura. Hey! Hivi nyinyi mnapenda kupima maji kwa kijiti eh? Wewe unamjua huyu Sahili ni nani hasa? Au unakurupuka tu from nowhere? Mnajiita huku private mnazungumza nini hasa? Mmekosa maneno ya kuzungumzia? Ndio maana mnabakwa ovyo nyinyi. Kijitu chenyewe chembamba, hujai hata kiganjani. Kawaambie na wenzio wote, wasichana, sihitaji mtu yoyote yule azungumze na Sahili private zaidi yangu mimi. Nadhani imeeleweka. Ondoka tupishe, tuna mazungumzo. Sahil, nimefanikiwa kuipata ile nguo. Hii hapa. Sijapenda ulichokifanya madam. Sijafurahia hata kidogo. Unaikumbuka hii nguo? Unaikumbuka vizuri? Ndio naikumbuka. Haya ni makosa ambayo unajaribu kuyafanya mara kwa mara kwa upande wako. MK, kama ungejaribu kumsikiliza babu yangu, pengine matatizo mengi asingekupata. Ndio maana kuna methali inatukumbusha kwamba mdomo wa mzee huwa unanuka, lakini maneno yake ni dawa. Tena ni dawa inayoponya magonjwa sugu. Kama wewe ungejaribu kumsikiliza babu yangu mzee Kama, ile matatizo ambayo alikupata hapa nyuma yasingetokea tena. Yasingetokea kabisa kwa upande wako. Kama kikuhusu usizungumze. Kwa hiyo hakuna haja ya kuendelea kuzungumza kila kitu ambacho nakiona. Nyoka! Mama! Usipige! Hivi ni moja vitu ambavyo baba yangu alikwambia usijaribu kuvifuatilia kama havikuhusu. Huyu sio nyoka wa kawaida. Huyu ni mfano wa nyoka aliyemng'ata Kendi. Baada tu nyoka yule mimi kumuua, ndio akaletwa nyoka huyu. Na huyu nyoka ana sumu kali kuliko hata yule aliyemng'ata Kendi. Unaitwa nani wewe? Naitwa Glory. Nani? Naitwa Glory. Wewe ni mgeni hapa shule? Ndiyo, mimi ni mgeni. Ulikuwa unaelekea wapi? Nimempata MK tukapate lunch.
Sawa, nendeni. Subiri. Msipite huku tena. Tumieni njia hii. Tatizo gani hilo? Second Master Sir Jayden ananishawishi niingie katika mahusiano, na mara kadhaa nimejaribu kumkataa, lakini bado ananisumbua. Naamini wewe kama macho unaweza kunisaidia madam. Safi sana. Umefanya uamuzi mzuri. Yaani umefanya maamuzi ambayo sidhani kama kuna mwanafunzi hapa alishakufanya maamuzi kama hayo. Okay. Mimi kama madam matron nitajaribu kuzungumza naye. Lakini wewe mwenyewe ndio utasababisha ili swala afanikiwe au asifanikiwe. Kwa sababu yule ana mbinu nyingi. Endelea kuwa na msimamo huo huo. Tumeelewana? MK, twende. Nini shida? Mbali. Sawa madam, nashukuru sana. Sawa. Chukua hilo na vitu vyako vidogo vidogo utakavyohitaji. Lakini nimekuita hapa. Unajua muda mrefu tulikuwa tuna ushahidi wala uhakika juu ya ujauzito wako. Nafikiri leo tumepata majibu kwamba wewe ni mjamzito. Hatuna njia nyingine yoyote ambayo tunaweza tukafanya zaidi ya wewe kutoa huo ujauzito uliobeba. Yes. Ni lazima tutoe ili wewe uweze kuendelea na masomo yako kama ilivyokuwa awali. Au wewe upendi shule? Shule napenda, lakini uhai wangu naupenda zaidi. Karisma, najua hakuna mtu ambaye ameulizia uhai. Mimi nimezungumzia swala la shule. Na unajua kabisa mjamzito kama wewe haitaruhusiwa tena kuendelea na shule. Kwa hiyo unapaswa kubeba majukumu ambayo unapewa sasa hivi. Twende tukatoe ujauzito ili uweze kuendelea na shule. Kitu gani ambacho uelewi hapo? Hivi Sir Jayden, ungepewa machaguzi mawili, uchague kati ya elimu ama uhai. Wewe kipaumbele chako kingekuwa ni kipi? Karisma, uhai au kuishi ni vitu vya aina gani? Ni kitu gani ambacho ukielewi? Kwa maana uko tayari yaani kuona kwamba mimi napotea kwa sababu wewe tu kwenda kuzaa, si ndio? Nasimamia msimamo wangu. Sir Jayden. Karisma. Hujakoma bado? Bado unaendelea na michezo yako? Hebu tupishe. Mimi tutaonana baadaye. Nje ya huyo Angel ukaniletea malalamiko. Kwa unamsumbua. Angel. Sijakwambia ili ujitetee. Nimekwambia ili ufahamu kwa najua. Moyo nashindwa kuhema, muda wote unazima. Nilimpenda kwa sana, ananidharau mpaka nawaza labda nyota yangu. Yes Sahil, tell me. Kila sababu huwa ina sababu inayosababisha. Kuna sababu nyingi sana zinazofanya mimi nishindwe kuwa na wewe. Moja ya sababu ambazo zinasababisha, hapa duniani kila baba ni mwanaume, lakini sio kila mwanaume ni baba. Kwa age yako na nafasi yako, unafaa kuwa na mtu ambaye anapaswa kuitwa baba na sio kuitwa mwanaume. Sasa mimi sipaswi kuitwa baba,
Mimi bado mwanafunzi. Sahil, huo ni mtazamo wako na siwezi kukulaumu pia, lakini wewe ni aina ya mwanaume ambaye ni vigumu sana kumtoa moyoni. Nimejidhalilisha, nimefanya vitu vingi sana ambavyo vipo nje ya uwezo wangu sababu yako. Sasa sidhani mtu kama mimi naweza nikaona maisha yangu yanaangamia nikaangalia tu. Haiwezekani. Mimi nimekuona wewe ni mtu sahihi, ndio maana napoteza muda wangu na kila kitu kwa ajili yako. Sipo hapa kulazimisha unipende au labda kubadilisha kimawazo. No, lakini nahitaji tu ujue ni namna gani nimekupa upekee kwenye moyo wangu. Na pia huwa nikipenda, napenda kwa uzito usioelezeka. Yaani hauishi haraka kabisa. Mtazamo hauna nafasi. Kupona unapoelekea, hakuna ulazima mpaka upatazame. Utafika tu hata kama ukiwa umefumba macho. Hauwezi kukataa. Kwa sasa wewe unahitaji mwanaume ambaye ataweza kukupa mtoto, hatimaye naye aitwe baba. Hauwezi kukataa hiyo madam Keke. Na mimi ni mwanafunzi, siwezi kuitwa baba. Anyway, sikukuita hapa kwa ajili hiyo. Nimekuja kukuletea tena hii nguo yako. Haina kazi tena. Sakapomogo alikata kipande kidogo cha hii nguo na kubaki nacho, na hii nyingine ndo akaenda kuifukia. What? Ile kwenda kuifukia hii ilikuwa ni kutupotosha tu sisi, ili tuweze kuelewa tofauti. So hii haina kazi tena. Unaweza kutumia hata kupigia deki. Sahil, sasa sisi tunaipataje hiyo nguo? Kwa sababu sijui tena nini kitaenda kutokea. Nahitaji muda zaidi wa kufikiri ili niweze kuelewa nini nifanye nikipata hicho kipande kingine cha nguo alichonacho. Madam, nilikwambia kadri unavyonisogelea mimi unajiongezea maadui. Kwa maana ukimfanya rafiki adui, basi adui atakuchukulia wewe kama adui yake, hata kama huyo rafiki yako sio adui machoni mwa watu. Gold. Wewe MK. Hamjambo. Hatujambo. Shikamoo mwalimu. MK. Shikamoo. Shikamoo saa. Wewe binti, mbona hii tai haujaweka vizuri? Nisikilize MK.
kuna yule mwanafunzi mwenzenu anatoaga mahubiri hapa shuleni. Fahamu? Ndio namfahamu. Nendeni mkampe taarifa na muita. Namsubiri hapa hapa. Wamtumainio Bwana ni kama mlima Sayuni, hawatatikisika milele daima. Wamtumainio Bwana ni kama mlima Sayuni, hawatatikisika milele daima. Wamtumainio Bwana ni kama mlima Sayuni, hawatatikisika milele daima. Wamtumainio Bwana ni kama mlima Sayuni, hawatatikisika milele daima. Milele daima, daima. Milele daima, milele daima. Milele daima, daima. Milele daima, milele daima. Jamani, 80 Alfonsina, Headmaster Saki Pombogo anakuita. Halafu alishakwambia usiweke vipindi vya dini hapa shuleni muda wowote ule, lakini bado naendelea. Sasa ametuagiza sisi hapa, anakuita. Nikuulize kitu we binti. Unavyoliangalia hili jengo hili, unalifananisha na kanisa eh? Wewe mara ngapi na kukataza usifanye mahubiri kwenye shule yangu? Nani aliyokutuma ufanye mahubiri katika shule yangu? Wewe ni kibibilia mchwala, si ndio? Nakuuliza, wewe ni kibibilia mchwala? Wewe unavyozani hicho kibibilia chako kinaweza kikanizidi mimi Kipombogo? Mimi ndio Kipombogo. Sijawahi kushindwa na kitu hata mara moja. Sitokuonea huruma wewe. Kwangu mimi Kipombogo, huruma sio malezi. Hicho kibibilia hakiwezi kikanizidi mimi. Mimi natatua mawimbi. Hebu kilete hicho kibibilia. Shika. Kama riziki anayegawa ni Mungu, basi nitapata chako cha kwako, changu cha kwangu, usineke